wana kaumpe ngumani kamele jachiro oyo wenta kwa lulu ikukeni ashingele kumani. Na kukaribisha sana mdau wa Uhifadhi Online TV. Kwa majina yanaitwa Mhifadhi Jamii Afyonge. Na kukaribisha siku nyingine tena, tuendelee kupata elimu ya uhifadhi, tuendelee kupata mambo tofauti yanayohusiana na mazingira, lakini pia wanyama pori na uhifadhi kwa ujumla wake. Sasa leo tutakuwa na kipindi kingine tofauti na kile kilichopita. Leo tunajikita kwenye masuala ya wafugaji. Mifugo inaingia katika maeneo ya hifadhi. Wafugaji sasa nao wana changamoto zao. Kwa hiyo tutaenda kuangazia jambo hili lote ili kuona chanzo, sababu, taratibu, sheria na vitu kama hivyo kulingana na zile 5 za moto. Maana ya maswali ambayo yanatoka kwa wadau wetu ambayo tumeyachuja na kupata 5 ambayo tutaenda kuyaangazia ili kupata sasa ufafanuzi wake, lakini pia kupata majibu ili kutuliza shauku. Leo ni zamu ya wafugaji katika maeneo ya hifadhi. Karibuni sana. Kwa kwanza tu ni kwamba kwanza ufugaji sio kosa. Yani sije kaonekana kwamba sasa ufugaji imeshakuwa kama ni changamoto, imeshakuwa kama ni laana, imeshakuwa kama ni kosa kwa sababu ya mazingira ambayo tunakumbana nayo, kujua taratibu na makatazo mbalimbali. Kwa hiyo hata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ile ibara ya 24 inaruhusu mwananchi kumiliki mali, lakini pia kupata ulinzi wa kwake pamoja na mali zake. Wakati huo ibara ya 27 ya katiba ibara ya 27 ya katiba yetu pia inatutaka sasa, yani wajibu wetu sasa kama sisi wananchi kulinda rasilimali mali asili. Kwa hiyo tuheshimu sheria ili kuhakikisha kabisa zile rasilimali mali asili zinaendelea kulindwa. Pamoja tunapata haki ya kumiliki mali, lakini pia tunawajibika sasa kulinda rasilimali hizi za taifa. Sasa changamoto ya mifugo kuingia katika maeneo ya hifadhi au wafugaji kuingiza mifugo yao ndani ya hifadhi, hii imekuwa ni changamoto ambayo inatokea katika maeneo mengi ambayo haya maeneo ya hifadhi yapo, na hii ni kwa sababu tu ya ile dhana. Kuna sababu nyingi ambazo zinapelekea changamoto hii kuwepo au kuendelea kuwepo. Ya kwanza kuna dhana kuna dhana ile ya wafugaji kwamba haya malisho yanayopatikana katika maeneo ya hifadhi yana rutuba sana na yanasababisha mifugo yao labda kuzaliana sana au kutoa maziwa sana. Kwa hiyo mwisho wa siku wanachukua kile kama ni utajiri, kwa maana ya kupeleka katika malisho ya maeneo ya hifadhi na uwezekano wa kuzalisha zaidi, uwezekano wa kupata maziwa zaidi upo. Kwa hiyo dhana hii imekuwa inawachochea wafugaji wengi kuendelea kuingiza mifugo hifadhi. Lakini pia kuna swala la dhana ya rushwa, maana ya mamlaka, watumishi baadhi ya mamlaka hizi ambazo zinasimamia maeneo kujihusisha na rushwa kiasi cha kuchochea sasa wafugaji kwenda katika mazingira hayo kwa kuvunja sheria. Lakini pia kuna jambo hili la uhaba labda wa nyanda za malisho katika maeneo ambayo hawa wafugaji wapo. Pamoja na kwamba kunaweza kuwepo na hizi mipango ya matumizi bora ya ardhi katika maeneo ya vijiji, lakini bado inaonekana changamoto ya maeneo yale ambayo yanatengwa kwa ajili ya malisho kuwa labda na nyasi au kuwa na eneo dogo kulingana na idadi ya mifugo iliyoko kule. Lakini jambo lingine ni swala tu la uwepo wa mifugo mingi tu. Yaani kuna mazingira maeneo ya malisho yapo, mipango ya matumizi bora ya ardhi imetenga kabisa, lakini sasa kutokana na wingi mifugo inatokea sasa ile eneo linazidiwa, na sasa wafugaji wanaamua sasa kuingia katika maeneo ambayo hayaruhusiwi. Lakini cha mwisho kabisa ni elimu. Yamkini wafugaji wengi hawana elimu, kwa maana ya elimu ya kuanzisha labda hizi nyanda za malisho, lakini pia wengine hawana elimu ya uhifadhi na makatazo dhidi ya kuingiza mifugo katika maeneo ya hifadhi. Kwa hiyo hii pia ni sababu ambayo inachochea hawa ndugu zetu wafugaji kuingia katika maeneo. Kwa hiyo pamoja na sababu zote ambazo tumeainisha hapo mwanzo, lakini bado tunapaswa sasa kujua tu kwamba
haya maeneo yametengwa kwa mujibu wa sheria na yanasimamiwa na mamlaka zile ambazo zimekasimiwa majukumu ya kusimamia pia kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vitakiwa kufanyika kule. Mojawapo ni kuingiza mifugo katika maeneo haya yaliyohifadhiwa. Kwa hiyo huruhusiwi mfugaji kuingiza mifugo yako ndani ya maeneo haya, na sheria inakataza. Hii sheria ya wanyamapori ya sura namba 283, lakini pia hata sheria ya hifadhi za taifa Tanzania ya sura namba 282. Yote hivi sheria zote hizi zinakataza swala la kuingiza na kulisha mifugo hifadhini. Kwa hiyo utakapokutwa umekiuka sheria hizi, basi hatua za kisheria zitachukuliwa na unaweza kupigwa faini au adhabu nyingine yoyote ambayo itakuwa imeainishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ni muhimu zaidi kuheshimu mipaka, lakini pia kuheshimu haya maeneo na kuishi katika maeneo ambayo kisheria yanaturuhusu sisi kuingiza mifugo au kulisha mifugo au kuendelea shughuli zetu zote za ufugaji. Jambo la muhimu zaidi ni kuheshimu sheria. Kwa hiyo hata kama hujui mazingira, hujui maeneo hayo, ni muhimu kujifunza kupitia uliowakuta, badala ya kuendelea na ule utaratibu wa kuingiza mifugo. Na sasa hivi hao ndugu zetu wamekuwa na mbinu nyingi sana ambazo wamekuwa wakizitumia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mifugo inaingia hifadhini, inalisha na inatoka. Kuna mbinu wanatumia sasa hivi. Kuna mazingira fulani na maeneo mengine ya hifadhi nilisikia wafugaji sasa hivi wanaingia usiku. Yaani mtu anaingiza mifugo yake, ana riski maisha yake na maisha ya mifugo yake. Anaingia usiku saa 8, saa 9, saa 10, alafu alfajiri sana anatoa mifugo yake, akiamini kabisa kwamba hicho kipindi ni kipindi ambacho ni ngumu yeye kukamatwa na hizi taasisi ambazo zinasimamia mazingira. Lakini pia wamekuwa na mbinu nyingine, wanatembea na fedha cash katika maeneo hayo ambayo ya hifadhi. Wanaingiza mifugo lakini wanakuwa na backup, naita backup ile. Wanakuwa na keshi. Lengo tu ni kwamba wakishika waweze kuwahadaa wale askari ambao wako kule kwa ajili ya kuwaachia na kuwachukulia sheria. Lakini pia kingine wamekuwa wakijaribu kujihusisha zaidi na viongozi, baadhi ya wanasiasa, kwa ajili ya kuona namna gani wanatetewa, pamoja na kwamba walikuwa wamekosea. Lakini hili limekuwa ni kwa uchache sana, lakini limekuwa pia uzuri. Hata viongozi wenyewe baada ya kosa kutokea wamekuwa wakielekezwa na wamekuwa wakitambua umuhimu wa kutunza hizi rasilimali, na mwisho wa siku sheria inachukua mkondo wake. Lakini jambo lingine imekuwa ni rushwa. Kuna baadhi tu ya watumishi ambao sio waaminifu wamekuwa wanachukua rushwa, na mwisho wa siku sasa hawa wafugaji inawachochea sasa wao kuendelea kutembea na hizi baka. Kwa hiyo hizi ni mbinu ambazo wamekuwa wanatumia. Lakini kingine huwa wameanza tena pia, nilisikia kwamba wanaanza pia kutawanya, kwamba kama National Park iko hapa au Game Reserve iko hapa, basi kwenye miji tofauti kama na ng'ombe 1000 unakuta mji huu amepeleka 100. Kwa hiyo hii wanadai kwamba inaondoa au inafanya sasa ile hatari ya kukamatiwa mifugo mingi kwa wakati mmoja ni kwa ndogo. Maana wao wakiingiza 100 kule, wengine wakiingiza 100 kule, mwisho wa siku sasa wale wanaweza kukamata 100 au 900 kwa salama, au 200, 800 kwa salama. Kwa hiyo pia ni mbinu ambayo anatumia. Kimsingi haya yote yanafanyika pamoja na mbinu zote hizi bado ni makosa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo bado hatutakiwi kufanya, kwa sababu kuna athari zake. Yaani kuingiza ndani ya maeneo ya hifadhi kuna athari zake. Kuna athari za kiikolojia, kwa maana ya kuharibu mazingira yaliyoko mle ndani ya hifadhi na kusababisha athari kwa wanyama, wadudu na ndege wote. Lakini pia kuna athari za wao wenyewe wafugaji. Sababu unaingia polini ambao kuna wanyama wakali, unaiweka rehani mifugo yako, lakini na wewe unajiweka katika hatari, sababu kuna wanyama hatari. Lakini kingine ni kwamba unaendelea sasa hata kuchochea ile migongano ambayo tulizungumzia kwenye kipindi kile kilichopita. Unapeleka wanyama kule, na siku simba wako kule, unaharibu mali asili kule, unaharibu uoto wa asili ambao kimsingi ndio chakula kile cha baadhi ya wanyama. Siku inakuwa changamoto kubwa.
Sasa baada ya kusema hayo, tunakwenda sasa kupata zile 5 za moto za leo kuhusiana na mifugo. Zile 5 kusoma, na ya kwanza inasema hivi: TANAPA wanajuaje wamiliki wa mifugo pale wanapowapiga faini watu wanaenda kutambua mifugo yao baada ya kukamatwa? Baada ya mifugo kukamatwa, sasa hawa TANAPA wanawatambua vipi wale wamiliki kwamba huyu ndio mmiliki halali wa mifugo? Lakini swali la pili, kwa nini maliasili wakikuta mifugo hata kama haijaingia hifadhini wao wanaikamata na kuipiga faini? Kwamba maliasili wanakamata tu mifugo hata kama haijaingia hifadhini, wao wanaikamata na kuipiga faini. Ndicho ambacho anauliza. Lakini kingine la tatu hapa anasema ukanda wa Mbalali maeneo ya malisho hakuna. Kwa nini TANAPA wasitenge eneo moja hifadhini tukawa tunalisha kwa kulipia? Huyu mdau yuko Mbalali kule anaiomba TANAPA kwamba kama kuna uwezekano basi kutengwe eneo ili sasa iweze kukidhi idadi ya mifugo ile ambayo inapatikana. Swali la 4 anasema askari wa TANAPA wanapiga sana vijana wetu wa kuchunga kiwakuta na mifugo hifadhini. Kuna wale vijana ambao wanachunga hii mifugo, wanasimamia mifugo, kwamba wakikutwa hifadhini basi hao askari wa taasisi ya TANAPA basi wao wanawapiga. Lakini la mwisho katika 5 zetu za moto ni hili kwamba hivi faini ya kukutwa na ng'ombe hifadhini ni shilingi ngapi? Maana naona kuna wakati TANAPA wao wanapiga mnada tu hata kama una hela ya faini. TANAPA naona message nyingi ni TANAPA. Sawa. Kwamba hapa sasa wanahitaji kujua, mdau anahitaji kujua tu gharama ya faini ambayo inapaswa kulipwa kwa mifugo ya kutoka hifadhini. Maana inaonekana kama minada inaendelea zaidi hata kama mtu ana faini ya kulipia. Haya. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa maswali yetu 5 ya moto. Kwa hiyo haya ndio tutaenda kuyajadili, kutoa ufafanuzi, lakini pia kupeana uelewa pamoja kuhusiana na kile kilichoulizwa. Tuwe pamoja. Sasa baada ya kuona maswali, sasa tunakwenda kuyatafutia kupata ufafanuzi, lakini pia na majibu ili tuwekane sawa katika swala zima la hii changamoto ya mifugo. Kuna mdau mmoja alisema kuhusu kutambuliwa kwa umiliki. Kwanza kuna utaratibu wake baada ya mifugo kukamatwa. Lazima kwanza ikamatwe ndani ya hifadhi. Kwa hiyo askari wao wanajua namna ya kufanya, lakini muhimu wanachukua coordinate kwa maana ya majina ya nukta, lakini pia wanatambua idadi, wanatambua rangi, lakini pia kama mchungaji anakuwa amekamatwa pia yeye atawasaidia kutoa taarifa, lakini mwisho wa siku lazima afikishe taarifa kwenye vijiji jirani ili mmiliki aweze kujitokeza na kuja kutambua kwa ajili ya kuendelea na hatua zingine zinazotakiwa. Kuhusu swala la utambuzi bwana, sio kila mtu tu akifika pale basi akishasema wa kwangu basi anachukuliwa. Kuna utaratibu wake. Na kuna hatua ambazo lazima azipitie kwa ajili ya kuhakikisha au kujiridhisha kwamba hiyo mifugo ni ya kwake na si vinginevyo. Kwa sababu hata hiyo sheria ya utambuzi, ufuatiliaji na usajili ile ya mwaka 2010 sura namba 12, ile sheria ya utambuzi, usajili na ufuatiliaji mifugo inasema wazi kwamba lazima katika kijiji husika viongozi pale wa kijiji lazima watambue ile mifugo, lakini pia lazima isajiliwe. Kuna ile ibara ya 5(4) viongozi lazima watambue mifugo ambayo iko pale kijijini, lakini kuna ibara ya 6(3) ulazima wa kijiji kusajili mifugo pale kijijini. Lakini nini maana sasa kusajili? Ni kwa maana ya kutambua idadi ya mifugo, lakini kutambua wamiliki, lakini pia kutambua zile alama ambazo zinakuwa zimewekwa. Kwa hiyo inajulikana kabisa kwamba alama fulani inakuwa ni alama ya mtu fulani. Sawa? Lakini sasa hatua zingine ambazo zinafanyika sasa baada ya kukamatiwa hii mifugo, kwanza lazima uende na nakala ya barua kutoka kwa serikali ya kijiji unachotokea. Lazima ipitishwe na mtendaji kwamba anakutambua na mifugo unaenda kutambua ni kwako kweli na vitu kama hivyo. Lakini pili, lazima uwe na nakala ya NIDA, kitambulisho cha taifa kile, na picha ili kujiridhisha kwamba hichi kilichoandikwa kwenye barua lakini pia kila ambacho kipo kwenye NIDA yako ni sawa sawa. Lakini kingine ni uwe na loss report. Kama umejiridhisha kwamba mifugo yako ilipotea, lazima uwe umefika kituo cha polisi na kupewa ile
loss report, hii ambayo itahakikisha kwamba watumishi kwamba mifugo yako akiingia mifugo yako ilipotea, kwa hiyo unakwenda kuitambua kama iko pale, kama imeshikwa hifadhi. Kwa hiyo baada ya kufika pale, basi hivyo ndio vitu ambavyo wanajiridhisha ili kutambua kwamba wewe ni mmiliki halali, sababu utaonyesha alama zako, lakini pia na viambata hivyo ambavyo nimevitaja kabla ya hatua zingine sasa